Sasa hapa ni mapato, income. Hapa ni akiba, saving. Hapa ni uwekezaji, investment. Hapa ni uzalishaji, production. Hapa ni matumizi. Kwa tabia, ukipata mapato inapelekwa kwenye matumizi. Sehemu ya mapato unaweka akiba. Akiba uliyotunza unaileta kwenye uwekezaji. Uwekezaji unakupa uzalishaji. Uzalishaji ukiuza, sehemu itakuja kwenye matumizi, sehemu itakurudisha kwenye mapato. Kwa hiyo cycle ya kwanza tunaanza, say wewe una mapato ya 100,000. Hayo ndio mapato yako ya kwanza uliokuwa status ya sasa, ambayo haya mapato yamesababishwa na uzalishaji unaofanya unaotokana na uwekezaji. Labda unafuga kuku, wewe ni mfugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku umekupa kuku wa nyama, kuku wa nyama ambao ulipouza umepata mapato ya 100,000. Sasa ufugaji huu wa kuku ukiendelea hivi, utaendelea kuwa na nyama kiwango kile kile. Unafuga kuku 100, unapata kuku wa kuuza labda 80, wengine wamekufa, unapata 100,000. 100,000 unaleta kwenye matumizi, tuseme 90,000, matumizi ya maisha yako. Akiba inabaki ni shilingi 10,000. Sasa tunauliza swali, ukishapata mapato, unataka kufanya maamuzi ya kimkakati, utaamua kuweka akiba kwanza utumie zinazobaki, au utatumia kwanza utaweka akiba zinazobaki? Utaanza na akiba kwanza. Hayo ndio mtazamo wa kimkakati. Lakini kwenye maisha yetu ya kawaida tunaanza na matumizi, afu change iliyobaki ni akiba. Ndio mabadiliko sasa. Nasema equip ina empower na kutransform. Kwa hiyo ukiwa transformed umebadilika sasa, nasema badala ya kwanza na matumizi nitaanza na akiba. Kwa hiyo tunasema hivi, akiba ni kiwango cha kimakusudi kilichotengwa kwa matumizi maalum au matumizi ya baadaye. Ni kiwango kinatengwa, ama ni asilimia au ni kiasi. Unaweza kusema 10% ya mapato yangu ni akiba, au 20% ya mapato yangu ni akiba, au kila ninapopata fedha nakuwa natoa shilingi 10,000 kila wiki natunza, au kila mwezi nitakuwa natunza 800,000. Kwa hiyo unaamua kiwango cha kutunza kila wiki, kila siku, kila mwezi, au asilimia kutokana na mapato. Uamuzi wa kimkakati. Akiba inayotunzwa, hiyo akiba unaitumia kwenda kwenye uwekezaji. Kama ulikuwa unafuga kuku 100, sasa akiba hii itakuwezesha ufuge kuku 150. Ikiongezeka utafuga kuku 200. Ikiongezeka unafuga kuku 400. Sasa kadri uwekezaji wako unavyozidi kuongezeka, ndivyo uzalishaji wako unaongezeka na mapato yako yanaongezeka. Mapato yanapoongezeka, akiba yako inaongezeka na uwezo wa kukabili matumizi nao unaongezeka. Sasa kwenye huu mzunguko wa maskini, mapato haya yakiongezeka yakawa 400,000, utahamia mzunguko wako unahamia hapa. Kwa hiyo utakuwa unapita hivi, unatokea huko. Haya yakiwa 1,000,000, mzunguko wako unabadilika. Kwa hiyo vicious cycle of poverty inabadilika kila wakati. Sasa swali, kitakachofanya mapato haya yaongezeke ni nini kwenye haya maboksi manne? Ukisema tunabana matumizi, huwa tunabana matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kwa mtu wa 100,000 matumizi yote ni ya lazima. Anahitaji kuni, anahitaji maji, anahitaji umeme, anahitaji kula, anahitaji kula, watoto waende shule hivi. Na tuna watu wanaoishi kwa mapato ya 100,000 hapa. Tunao. Si ndio? Sasa tunahitaji msaada kutoka nje. Ndani ya huyu mtu atabaki hapa hapa. Kwa msaada utakuja kwenye ile eneo. Hii ni matokeo ya hii. Ili akiba ipatikane ni kwa sababu uwekezaji umeongezeka, maana hela yake inaanzia hapa kwenye kuku, ndipo ile inapoanzia. Akizalisha kuku wengi, atauza nyama nyingi, atapata faida na atapata akiba na matumizi. Kwa hiyo hapa ndipo maisha yanapoanzia, kwenye uwekezaji. Kwa hiyo unarudi kuangalia kwenye uwekezaji wa mtu. Huyu mtu anahitaji msaada kutoka nje sasa. Unaona? Sasa kutoka nje anahitaji mtaji. Utasema naomba nisaidie mtaji. Nina kuku 100 tu, nikifuga 200 hali yangu itakuwa nzuri. Ameomba msaada wa mtaji. Anaweza kwamba kwa baba, kwa mama, kwa kaka, kwa ndugu, kwa rafiki, au akaenda benki.
naomba kabisa. Lakini unahitaji pia teknolojia ili ufanye kwa ubora zaidi. Hapa ndio sehemu ya kuweka, na ndio maana narudi kwenye vituo vyenu mnatakiwa kushika ile eneo la uwekezaji, ndio unaweza kuwatoa kwenye utegemezi na uwekezaji kwa kile ulicho nacho.